Nyumba. Vipi, mbona asubuhi? Habari yako kwanza? Nisikize ndugu yangu. Umeona wewe kijana hapa? Mteja anatafuta chumba cha kupanga, kwa nikaona nimete kwenye chumba hiki ambacho wewe utatakiwa uhame siku ya leo. Kwa hiyo sasa nimeagizwa na sister wewe hapa unabidi uhame jioni ya leo. Huyu kijana anakuja kukaa hapa. Oa bro. Naitwa Madenge, sio mteja, mimi mpangaji. Madenge mteja. Sawa Kwa sababu huyu hapa ndugu yangu kufikia jioni inabidi uhame kwa sababu hapa bana tumekuchoka, watu hawataki kukuona, wewe ni msumbufu, yani wewe shida matatizo kibao. Kwa bwana hapa mimi nakuomba sana jioni fika hapo jioni ndio unakuja kukahamia hapa. Ndio maana kwenye kikao mimi nilikwambia wewe hauhusiki chochote na hii nyumba. Wewe ni shobo. Zinazokusumbua wewe ni njaa. Yaani wewe ukiwa na shida zako, uangalie watu wanaishi vipi, unaangalia wewe shida zako. Wewe mama mwenye nyumba haja kuhusisha na chochote kuhusiana na hii nyumba. Isipokuwa wewe unatumia madaraka tu ya undugu kwa sababu yule ni dada yako. Na nisingesema hivyo, nasema hivyo kwa sababu gani? Dada yako mimi nimempa kodi ya miezi 4. Mwezi mmoja nimeutumia, imebaki miezi 3. Nisikize ndugu yangu. Kwanza kabisa unavyosema mimi sihusiki na nyumba hii unakuwa unakosea. Kwa sababu hii nyumba sio ya sister. Hii nyumba ni ya ukoo. Kwa unavyokuja hapa nakuja kama muhusika wa nini? Wa nyumba. Nisikize ndugu yangu. Sijaja hapa kubishana na wewe wala kutafuta matatizo. Ila nakukwambia ni hivi, ikifika jioni ya leo inabidi uhame. Kama ni kodi yako unarudishiwa hela yako yote. Kwa ikifika jioni ya leo inabidi uachie chumba, utafute sehemu nyingine huko ambako watamudu haya matatizo yako. Kwa sasa wewe ikifika jioni doga na hamia huko. Kama nyumba hii ya ukoo ama ya utetea, mimi sitaki kujua. Wewe umesema kodi yangu ya miezi 3 sitarudishwa yote. Narudishiwa Chumba mimi nakitaka. Like hapa nakitaka. Navitaka hivi. Mimi kule ninapokaa bro, mwenye nyumba yangu washanifukuza. Kwa hiyo yani hapa mimi mwenyewe naandalanda tu mtaani. Ukiwahi kuhama blaza, mimi naingia mwata leo. Tuliza mshono wewe dogo, utafumuliwa. Huyu utapeli. Wewe unaona mtu na dada yake humu ndani. Hao wametapeliwa. Wameingia humu wamepanga, mwenye nyumba ajui. Kwa hiyo na wewe lisije ikakukuta sekeseke hilo. Anahamishwa muda si mrefu. Sawa? Wewe kama kile chumba unakitaka, inatakiwa mimi na wewe tukamalize kipengele chetu. Kama ulikuwa ujui, sasa mimi ngoja nikwambie. Hii nyumba unavyoiona kuanzia msingi, sio msingi tu. Kuanzia kiwanja, mimi ndo dalali, nilishakwambia mimi dalali professional. Tangia kiwanja dada yake anakuja kununua kiwanja, mimi na dalalia kiwanja mpaka anajenga hii nyumba, mpaka mimi nataka kuhamia nimejenga milango, nimeweka milango mimi, nimeweka na dirisha mimi na bati juu. Nimekaa hapa mwaka mzima sijalipa kodi na fidia ujenzi wangu. Nimekuja kumpa kodi juzi tu. Sasa nampa hela juzi. Leo udogo ndo anakuja nyuame sijui nimemleta mteja, kama mteja si akale unga huko. Nyuame sijui nini? Sikiliza nikwambie, wewe tapeli dogo. Tondoke tukamalizie kipengele chetu uhamie. Kwa hiyo huyu mambo ya ulisi si nini danganya kweli yani? Hausiki chochote yani, kama huyu ndugu ni binamu sio Adamu, tonzetu dogo. Wende dogo. Wewe. Oya ustazi. Wewe kaushi. Haijaishia hapa. Wewe hapa utaama. Anakaa mimi sasa kwenye nyumba, lazima uhame. Hiyo ndio inaitwa ubaya ubwela style. Yaani umeenda uwanjani golini kwangu, umecheza, umepiga pasi, watu wamehamisha counter attack, fumu migoli 3 bila. Tondoka dogo.
cha pili shoga, chumba 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 cha pili yani chumba 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 cha pili yani chumba 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 cha pili. Asalamu alaykum. Salamu. Shikamoo. Baba, habari za huko? Za huko safi tu. Ndio, karibu sana. Sasa bana mjumbe umguni wako. Ndio. Na mimi nimekuja hapa kwa niaba yako wewe. Sawa. Ndio, karibu sana. Sababu mimi nilikuwa natoka naenda seka za mtaa hapo karibu. Pale nyumbani bwana kuna ugeni. Ndio. Sasa sijui huu ugeni una taarifa nao? Ugeni tena? Umetoka nyumbani huko? Hapana. Ni wapangaji wapya wamehamia pale ninapokaa chumba cha pili. Hapana. Yaani kwa kweli sina taarifa yoyote kama kuna wapangaji katika hapo nyumbani kwenu. Mimi ninavyojua hivyo vyote vile. Mtu anapohamia katika mji mpya lazima akutane na mjumbe. Tatizo ni Watanzania wengi wanawadharau sana watu. Lakini mtu akishakupata tatizo ndio anatafuta mjumbe. Sawa sawa. Ni mtu wa kwanza kabisa kuona wewe wakati unahamia katika nyumba ile. Ni wewe ndio uliokuona umtafuta mjumbe. Lakini huyu unaozungumza tangu amehamia mimi sijajua kama kuna mgeni hapa amekuja katika nyumba na amepanga. Basi sawa mjumbe, lakini mimi lengo au nia na mazumuni ya kuja, kuna matatizo ambayo yanaendelea pale ninapokaa Hapo baina yangu mimi na hao wapangaji wapangaji wenzio. Sasa ni si vizuri ugomvi ukiwa unaendelea pasipo kufikishia ujumbe kwa mjumbe wetu. Safi. Unaona? Safi sana. Kwa sababu tangia wahamie huu sasa ni mwezi mmoja. Ndio. Lakini katika mwezi huu yani mjumbe mimi ninavyozungumza hapa sasa hivi nishalipa umeme karibia 20,000 nzima. Hiyo sio kweli kwa sababu haki yako. Kwanza pia na wao pia wanahitajika kulipa. Na afu pili kwa somo maisha yetu ya watu wako na wewe uweze kulipa 20,000. Sasa mimi najiuliza umeme wa 20,000 kwa hali ile unayoona nayo pale kijiweni, kazi zenyewe za kuungaunga, mimi naweza kuimudu kweli? Maji sasa hivi ishafikia nalipa hadi 10,000. 10,000 mimi naweza kweli kuimudu kwa hali nilokuwa nayo? Wale wapangaji masuala ya usafi kwao ni shida. Hawafanyi kabisa. Inafikia kipindi mtu anaacha kufanya mambo ya kuosha vyombo mlangoni kwake, anakuja kuosha mlangoni kwangu. Anamwagia hadi makoko pale. Sasa maisha kama yale ya ugomvi mimi sijazoea. Kulikuwa kuna mpangaji mpya pale, wewe unamfahamu. Alowama ile. Nilikuwa naishi naye vizuri, hakuna mashtaka alokuletea, alikadhalika mimi sina mashtaka nilikuletea. Lakini wao wamehamia, huu ni mwezi mmoja. Tayari mambo yashakuwa magumu. Hiyo kwanza najua lazima nikupongeze katika hilo. Alafu kuzingatia kama mtaani kwako kuna mjumbe na kumpelekea taarifa ni mtu wa kwanza ni wewe. Watu wanahamia tu bila kutoa taarifa. Lakini wewe kuja kunipa taarifa kama hivi. Mimi ndio najua leo kama hapo mtaani kuna mpangaji amehamia na pia ana matatizo. Kwa hiyo tutafanya kazi nikirudi. Wewe niache mimi nitoke kwa sababu naelekea serikali ya mtaa. Mwenyekiti amenipigia simu hapo. Kwa hiyo nikienda hapo nikirudi mida saa 10 au 12 hivi jioni au saa 1 nini? Nakuja Basi inshallah bana. Basi haina shida, lakini mwambie na huyo mpangaji mwenzio. Tuweze kukutana wote tuweze kulimaliza hilo tatizo. Sawa, huwezi kukaa nyumba kupanga ukawa unapanga yako na wakati umekuta wenzio wanalipa maji wewe hutaki kulipa maji. Fagia hutaki. Hiyo haiwezekani. Kibaya zaidi. Yule jamaa yule mwanamke wake ana nguvu kuliko yeye. Yaani mwanamke wake akisema neno yeye kalifuata. Kwa hiyo yule tunaita mwanaume bwege. Unajua tena wanawake sasa hivi na waitushari. Unaona? Yeye akiania shari basi ile shari mumewe ajige kidete sasa tupigane. Mumewe sengine anipige mimi nionekane tena mimi sina nguvu kwa mumewe. Ndio hivyo. Ni bana mjumbe. Mimi nashukuru. Basi haina shida, karibu tena basi. Basi inshallah Mungu akitezesha baadaye.
Samahani shemeji. Samahani. Bali za saizi. Salama. Kwema. Salamu bana, tunapeana mikono. Samahani jirani bana. Mimi lengo la kukusimamisha hapa, yale maisha tunayoishi pale nyumbani mimi sijayapenda. Kwa hiyo nia na dhumuni ni kutaka kuyabadilisha yale maisha, tuanze maisha mapya. Nataka tusameane. Sisi ni binadamu, hatujakamilika. Mimi nina mapungufu yangu na nyinyi alikadhalika mna mapungufu yenu. Kwa hiyo lengo na dhumuni la hapa ni kuwataka msamaha pale nilipowakosea. Alikadhalika na mimi nimewasamehe kwa mliponikosea. Kwanza jirani, kuna kitu mimi nataka nikueleze. Kabla sijakueleza iko kitu, naomba uniambie, umenisamehe? Kwa hiyo shemeji, huwezi kuongea hilo jambo mpaka nikusamehe? Yaani ipo vipi jirani? Nitapokuambia hiki kitu, kabla hiki kitu hatujakirekebisha, naweza nikaongeza mzigo wa tatizo au nikaondoa matatizo kabisa. Na ndio maana kwanza nataka msamaha, alafu tuanze maisha mapya. Kwa sababu jirani, kwa uzuri uliokuwa nao, umbo uliokuwa nalo, ugomvi pale majirani wanatuona, watu binadamu wanafikiria vipi shehe mimi ustazi nagombana na mwanamke mzuri kama wewe, haileti picha. Kimfano kama pale kijiweni ulipopita pale, madalali wenzangu wakanambia angalia kitu kile. Naangalia ni wewe. Nikamwambia yule ni jirani yangu pale, ndio yule nilogombana naye. Wakanambia kamwombe samahani bwana, unagombanaje na mwanamke mzuri kama yule? Wewe huoni haya? Ndio maana nimekimbia, nimepata nguvu, nimekuja kukuomba samahani. Naomba yaishe. Yalopita si ndwele, tugange yajayo. Ajabu. Haya, nimekusamehe, ongea shida yako. Umenisamehe kweli kutoka moyoni au haya tu nimekusamehe? Ndiyo, nimekusamehe, ongea shida yako. Sasa jirani, unajua siku ya kwanza kabisa mlivyohamia pale nyumbani saa 7 usiku ile, mimi nilitoka kwa kuwa nilitaka niangalie mimi kama jirani mwema wakina nani wanaingia na vitu gani ndani. Unaona? Sasa pale nilivyokuona tu moyo wangu mimi ulistuka. Ulikufa ganzi kabisa. Nikasema jamani, mboni wanawake wazuri, kila mwanamke mzuri kaolewa, mimi mwenzangu nani? Mashallah, mwanamke unavutia, lakini tu zimetoka tu dharura za kibinadamu, tumekwaruzana, tunakosana. Mimi ile hali siipendi, na ndio maana nimekuja kuomba samahani aishe. Sasa twende kwenye nia na dhumuni. Nia na dhumuni jirani yangu bwana, kwanza unisamehe, uniwie radhi kwa yote yaliyojitokeza. Mimi bwana nimetokea kukupenda. Moyo wangu umekufa ganzi, yani moyo wangu unalianzi. Hivi una akili timamu? Sasa jirani, mambo ya kutoa na akili yanatokea wapi? Ina maana wewe yule mwanaume unaishi naye mule ndani hajakutongoza? Hivi unavyojiangalia unaendana na mimi? Hebu niangalie, tunafanana? Kweli kabisa hatuendani. Yaani mimi hilo nalithibitisha, nipo wazi kabisa kwenye hilo, wala sina kipingamizi. Wewe si mwanamke wa kukaa na wanaume kama sisi. Wewe ni mwanamke ambaye unatakiwa uishi na mwanaume mwenye gari, mwenye nyumba, anavaa mavazi mazuri. Ila mimi mwenyewe kilichonipa moyo, umewezaje kuishi na yule kapuku pale chumba chenyewe kule juu? Kila ninachokifanya mimi nasikia. Kwa hiyo mimi imenipa nguvu, kwa kuwa yule kakupataje mimi na kukosaje. Na ndio maana nikapata nguvu ya kufanya nini? Ya kukueleza hisia zangu. Najua nitakubaliwa. Lakini ungekuwa unaishi na wanaume wenye magari, wenye majumba, wanavaa vizuri, ningekuwezea wapi mimi? Bana sikiliza bana jirani. Mimi hiko nilichokwambia kabisa ndio kinatoka katika moyoni mwangu. Wewe niambie unataka kiasi gani ili mradi mimi unikubalie, mimi na wewe tuwe pamoja. Shemeji, una hela kweli? Hiyo hela mimi ndo naizungumzia hapa. Sema unataka shilingi ngapi nikupatie? Okay. Mimi nataka 500 tu. 500?
Basi bana, usinishike hapa, watu watakuja watatuona hapa. Wewe si umesema unanipenda? Sawa, nakupenda, lakini sasa hii sio mapenzi. Sasa hii sasa ni biashara. Haya sawa. Kama hii sasa ni biashara, natakiwa tuelewane kibiashara. Sasa sio swala. Ila sasa hapo katika 500,000 naomba 200,000 itoe. Na 350,000 nimetoka kufanya issue zangu za kidalali huko, nimepangisha nyumba mzima. Unaona? Kwa hiyo banka langu mimi la udalali limebakia ni 350,000. Hii 50 nitabaki nayo, 300 nakupa wewe yote. Mimi hela yote hiyo ya nini? 300 yote hiyo ya nini? Nishazoea vile vyangu vidogo vidogo. Wewe kubali, mimi nikupatie huo mzigo. Kwa hiyo hii tena imekuwa biashara machinga, nipunguzia. Nikikwambia nitakupa 500,000 yote, tutaanza kusogeza siju kesho kutwa mpaka nifanye. Yaani hiyo hela ipo mfuko wa shati, ndio anakwambia. Wewe tu kama upo tayari, masuala hayo fresh tunamaliza. Yaani mimi sina tatizo kuhusiana na hela hii, kuishi hivi mimi mwenyewe tu, sina mtu wa kunivesha nikapendeza. Lakini pesa zipo. Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo hela ipo mfuko wa shati? Hiyo hela mimi ninayo. Usinishike hivyo basi, hapa watu watakuja watatuona, litakuwa tatizo. Usijali. Sasa nisikize nikwambie. Mimi natoka na hapa naenda nyumbani. Naoga, afu nikitoka hapo tutawasiliana basi. Tunawasiliana sasa, namba zangu unazo? Kwanza niambie tunakutana guest hapa. Katika 50,000 yangu nitatoa 20,000 guest. 30,000 nitabaki nayo kama akiba. Hilo tunalimaliza. Tuwezi kwenda pale. Tunaona vyumba vyenyewe havina ushirikiano vile. Ukibutwa bomu huku kulinaingia. Unaona? Andika namba zangu hapa. 06 78 992 393. Ni bipu ili ukisahau nikukumbushe. Kwa hiyo basi ngoja basi nikajiandaa, afunge meza nitakucheka. Sasa huko unapokwenda fanya masuala ya adibango. Yaani pika chakula kama ugali, pika wa kutosha, tia kwenye poti. Alafu unakuja nao kule. Tukimaliza kula tunakula, tukila tunakula tena, tukimaliza kula tunakula tena. Na kitu kinaitwa mama nipe feni iko hatari. Wewe mwenyewe utasimulia. Hivi amenikubali kweli au naota? Mimi tangia nianze kutongoza sijai kukubaliwa mimi. Chumba cha pili atiwe chumba cha pili mala kitimtimu. Chumba cha pili kimetokea mikelele mizogo, yani kila kukicha majirani wana show na wameshachoka. Chumba cha pili nalia tu na moyo hostazida kwa mchongo maumivuko kibao mkiwanguda wa kwao. Chumba cha pili Chumba cha pili shoga. Chumba cha pili yani chumba cha pili yani chumba cha pili mala kitimtimu. Chumba cha pili kimetokea mikelele mizogo, yani kila kukicha majirani wana show na wameshachoka. Chumba cha pili nalia tu na moyo hostazida kwa mchongo maumivuko kibao mkiwanguda wa kwao. Chumba cha pili marafika